Ni siku nyingine. Tunapenda kuwakaribisha tena Muta Farm. Majina yangu ni Paul Mahui Mwesongo, manager wa Muta Farm. Tuko shamba leo na baada ya siku nyingi kidogo tukaona leo tuje tuzungumze machache. Kwanza tuwashukuru wadau wetu kwa kutufuatilia, lakini pia wanasemaga Waswahili kwamba na mama mjamzito anapokuwa ana mimba, shauku yake ni kuona kwamba anakwenda kujifungua salama. Ijapokuwa unapofika wakati wa kujifungua kunakuwa na maumivu, lakini baada ya kupata mtoto yale maumivu huwa anayasahau. Na sisi kama Muta Farm, ni kweli safari ilikuwa ndefu yenye changamoto kubwa, kutokana kwanza na ugeni kwenye tasnia hii ya ufugaji, lakini changamoto za kawaida, lakini pia wakati mwingine ushauri wa watu tofauti tofauti ambao sijui kama mtaweza na nini. Kwa mambo yalikuwa mengi, lugha ngumu za kutukatisha tamaa, lakini tukasema wacha tufanye kwa sababu tumeamua na tulikuwa na dhamiri ya dhati kabisa kwamba tunataka tufike mahali. Kwa hiyo baada ya hizo pilika tangu mwanzo tulikuwa tunawaonyesha, tunakuja huku site, manake tuko Magole Estate huko njia ya Kilosa. Kwa hiyo kutoka barabarani mpaka huko ni kama kilomita 3 hivi 4. Sasa usafiri kidogo unasumbua, lakini tumejitahidi. Kuna sehemu nyingine tunashusha tofali, tunabeba kutoka kwenye gari kuja kwenye bajaji, wakati mwingine tunabeba mbao, lakini yote kwa yote ilikuwa tuna kusudi ambalo tulikuwa tunataka tufikie. Mwisho wa siku tukaingiza vifaranga, tukaanza kupambana siku kama wiki 2 za kutokulala kabisa, kuhakikisha kwamba vifaranga wanakuwa salama. Tukatoka huko tukawatoa kwenye joto hilo, tukawapeleka kwenye banda, tukaanza tena kupambana. Wiki zikapita, hatimaye wiki ya 16 ya 17 tukaanza kuona mayai. Hapo sasa ndo kidogo tunavuta pumzi sasa kuona kwamba Mungu ametusaidia. Kwa hiyo tunataka tu tuseme kwamba tulikofikia leo ambako tunaanza kuokota mayai kama ambavyo unaona kwamba tunaokota mayai, ni safari ndefu kidogo. Kuna mahali tumetoka, kuna changamoto tumepitia, kuna fedha imetumika kubwa tu kufikia hapo. Lakini yote kwa yote shauku yetu ndio hiki ambacho leo tumekifikia au tumekikuta, ni kuhakikisha kwamba tunaokota mayai, na tumeshaanza kuokota hayo mayai, na tunaamini kwamba safari hii sasa inaweza ikafikia mahali pazuri sana. Kwa hiyo tuendelee kuwashauri kwamba chochote ambacho unataka kukifanya, kwanza ni maamuzi yako binafsi. Yani wewe mwenyewe ndio uamue upende hicho kitu ambacho unachokifanya,
Alafu usiache sana ushauri kwa watu wengi, kwa sababu wengine katika wanaokushauri hawatakushauri vizuri au tunasema sio washauri wazuri. Kwa hiyo kama una jambo lako umedhamiria kufanya, hebu fanya, kwa sababu juhudi zako na maarifa na ile nguvu utakayoipeleka ndio itakayo kusaidia kufikia kwenye malengo ya kwako. Kwa hiyo tuwashauri, acha uoga, njoo upambane. Unawezekana unayo fedha yako nyumbani, lakini unawaza nitaanzaje? Kidogo hivyo ambavyo unaweza kuanza, hebu anza, alafu mengine yatakukuta wakati unaendelea. Tuwashukuru mno wadau wetu mnaotufuatilia, na tuendelee kuwashauri tu, tusikate tamaa. Tunasema kwa Waswahili kwamba unapoanza safari ujue kabisa kwamba hakutakuwa na mnyooko tu. Kona zipo, kuna milima, kuna mabonde. Kubali kupanda kwenye mlima, usikate tamaa. Kuna kipindi changamoto ikatukuta hapa, tukaona kama tunaanza ku give up, tunaanza kukata tamaa, lakini mkurugenzi wetu amekuwa mstari wa mbele kututia moyo kwamba tumeamua, wacha twende. Kwa hiyo tukajitahidi tukapandisha mlima, tukashuka mabonde, na leo ndo tumefika kwenye hapo ambako tumefika, ambako sote kama Mutafarm sasa tunafurahia uwepo wa mayai, tunafurahia uwepo wa afya za kuku zetu, tunafurahia uwepo wa mazingira yaliyokuwepo, na tunaona vile ambavyo sasa tunaanza kuona mwanga, yani kwamba tunaanza kuona mwanga, ni kama vile tulikuwa kwenye kiza alafu ghafla tumetoka mahali ambapo tunaanza kuona matumaini mapya. Tunawashukuru sana, na ndio kazi hiyo sasa tunayoendelea kuifanya ya kuokota mayai. Na unapookota mayai unajisikia faraja sana. Kwa hiyo ukiona tabasamu hivi, sikutabasamu siku za nyuma kwa sababu ya kazi yenyewe, lakini leo angalau unaonyesha tabasamu kwa sababu kuna mahali tumefika. Tuwashukuru sana, na tuendelee kuwaambia kwamba inawezekana. Mungu awabariki sana, mpaka wakati mwingine. Bye.